Bwana Yesu asifiwe. Ninachukua nafasi hii tena kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kupatia nafasi ya kuendelea kujifunza kisa cha Yesu Kristo. Tupo katika mfululizo wa masomo yanayoitwa ushuhuda wa Yesu. Na mimi ni mchungaji Ayubu Emanueli. Leo tutakuwa na somo linalosema Yesu muumbaji wetu. Kwa nikukaribishe tuombe ili tuingie kuchunguza namna Mungu alivyotenda mambo yote kupitia kwa Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa upendo wako na asante kwa saa hizi nzuri ambazo tunakwenda kujifunza ushuhuda wa Yesu. Na leo tutakuwa tukijifunza kisa cha uwepo wa Kristo katika mwanzo, kabla ya uwepo wa ulimwengu, lakini pia wakati dunia inapoumbwa. Na mwisho tutajikuta ya kwamba sisi tutahitajika kuabudu. Mwisho tunaomba utufundishe kwa jina la Yesu. Amen. Tulijifunza katika somo letu lililopita ya kwamba Baba alifanya kila kitu kupitia kwa Yesu Kristo. Lakini leo nataka nikuongeze kitu kimoja. Unajua ni rahisi kusema ya kwamba Mungu alifanya vyote kupitia kwa Yesu baada ya dhambi kuingia. Lakini leo tutakwenda kujifunza kitu cha pekee sana, ya kwamba hata kabla dhambi haijaingia, iwe ni mbinguni au ni duniani, Mungu alifanya vyote kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo formula ya Mungu si iliyoletwa baada ya tukio fulani kuingilia mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. No. Imekuwa hivyo na Baba anajivunia kutenda kazi zake zote kupitia kwa Yesu Kristo. Na leo tutajifunza habari ya Yesu kama muumbaji. Yesu muumbaji wetu. Tunapomtaja Yesu kama Mwokozi bila kumtaja Yesu kama muumbaji, kuna kitu tumepunguza. Na hivyo lazima tupanue uelewa wetu vizuri kuhusu Yesu Kristo. Na tunaendelea na kitabu chetu kile kinaitwa ushuhuda wa Yesu. So, ngoja tuanze. Jina lake Yesu Kristo anapozaliwa na Mariamu, maandiko yanasema malaika anamwambia Mariamu, nawe utachukua mimba na utazaa mwana, nao watamuita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja na sisi. Sasa hiyo ni katika Mathayo 1:23. Lakini ukisogea mbele, je, Kristo alishirikije na Biblia inamfunua vipi? Na yeye anajifunua vipi kama muumbaji? Katika kitabu kile cha Wakolosai 1:15 hadi 18. Nitasoma. Anasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Unapaswa usikilize hicho kitu vizuri. Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vingapi? Viumbe vyote. Katika yeye vitu vyote viliumbwa, vinavyoonekana na visivyoonekana, vilivyoko mbinguni na vilivyoko juu ya nchi. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hili fungu linabeba mambo mawili, kwamba Mungu aliumba vyote kupitia kwa Yesu Kristo. Lakini jambo la pili, maandiko yanasema yeye si tu njia iliyotumika kuumba hivi vitu. Hivyo vitu viliumbwa kwa ajili yake. Sasa unaweza kuelewa kwa nini Kristo anakuwa dominant figure katika mpango wa wokovu. Kwa nini Kristo anakuwa ni mhusika mkuu katika mpango wa wokovu? Ni kwa sababu vyote viliumbwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Kwa hiyo anapokuja Yesu kuja kuzaliwa, haji kuokoa mali ya jirani yake, haji kuokoa vitu ambavyo vimetekwa nyara kama Abrahamu anavyokwenda kuokoa Lutu ndugu yake. No, anakuja kwake mwenyewe. Anakuja kuokoa vilivyo vyake na viliumbwa kwa ajili yake. Kwa ana umiliki wa aina mbili. Ana umiliki wa yeye kuhusika katika kuumba, lakini ana umiliki wa aina ya pili ya kwamba vitu hivyo vimewekwa mikononi mwake. Jana tulisoma katika somo lililopita ya kwamba Mungu Baba ampenda Mwana, naye ameweka vyote mikononi mwake. Vitu hivi havikuwekwa baada ya dhambi, ndio viliwekwa mikononi mwa Yesu Kristo. Vitu hivi vyote vinavyoumbwa alipewa Kristo kabla hata havija kuwepo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni muumbaji.
ni mshirika mkuu wa uumbaji. Hatumtangazi Yesu kama nabii tu. Tunamwinua Yesu Kristo juu ya kila jina katikati ya wanadamu, kila jina chini ya mbingu. Kristo, hata watu wasipotaka kumtambua kama muumbaji, maandiko yanamfunua Yesu kama sehemu ya uumbaji wetu. Yeye ndiye anayeumba na kupuliza, na Kristo anazidi majina anayopewa na watu fulani wasiomwamini. Naendelea na hilo fungu, anasema naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Ili awepo kama muumbaji lazima awepo kabla ya vitu vyote, na Biblia haijichanganyi. Na ndio maana Yesu mwenyewe ana compliment, anajazia hii idea ya kuwepo kwake kabla ya vitu vyote katika kitabu kile cha Yohana 17 fungu la 2. Maandiko yanasema Yesu Kristo, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake mbinguni, akasema, sasa Baba, saa imefika, tukuze mwanao kama mwana wako, naye alivyokutukuza wewe, kama vile ulivyompa kwa utukufu niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Huyo ni Yesu mwenyewe. Hakuna mtu atakuja kuniambia kwamba Yesu Kristo ni nabii, alafu waishie kwenye kisa ya kwamba alizaliwa na Mariamu, alafu wafike mahali waseme Yesu kwa kuwa ni nabii kwa kuwa alizaliwa na Mariamu, Mungu hazaliwi. I have a story. The Bible is having a story of Jesus older than the birth of Christ. Biblia ina kisa cha Yesu kilicho na umri mkubwa kuliko hata uwepo wa wanadamu na viumbe na sayari hii dunia tunayoikaa sisi. Unaweza tu ukaacha kumwamini Yesu kama Mungu ikiwa hufahamu kisa cha Yesu chote. Kama una kipande cha kisa cha Yesu cha kuzaliwa kwake na Mariamu, ndio unaweza ukasema mimi najua Yesu ni nabii. Lakini Kristo mwenyewe, yeye mwenyewe ndiye anasema alikuwepo kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa kama kuna mtu ana mashaka na hilo, ana shida na hicho kitu, anapaswa kuisoma Biblia na kuielewa. Kwa yeye alikuwepo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo. Christ is the beginning. Yeye ni mwanzo. Sio tu wa kwanza, ni mwanzo. Ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Na unajua hii kitu ya kusema ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, idea ni ile iliyokuwa inasema ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Anapotajwa kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, haimaanishi kwamba alizaliwa na mwanamke fulani au alizaliwa alipoanza kuwepo alizaliwa. Kama ambavyo katika wafu ni mzaliwa wa kwanza, sio kwa sababu yeye katika wafu anazaliwa kutoka katika kufa. No, the Bible is using symbolism. Yeye ni wa kwanza kwa katikati ya viumbe vyote, katika vingine vyote vinavyofuata, yeye ni wa kwanza. Kwa hiyo idea ya Yesu kuzaliwa ni sehemu ndogo sana ya ukuu wake. Anaonyesha uwezo wake usio na mipaka. Na kama Mungu hawezi kujishusha katika kila hali akaweza kupitia njia yoyote au mazingira yoyote, huyo bado hajawa Mungu. So ili fungu la Wakolosai 1:15 hadi 18 linatuambia Kristo ni muumbaji na vitu vyote vilifanyika kwa njia yake na kwa ajili yake, na yeye alikuwepo kabla ya viumbe vyote, na yeye ni muumbaji wako. Kwa unapokaa mahali unapomzungumza Yesu na mtu fulani, usimseme kwa unyonge, wala usihubiri habari zake kama mtu fulani asiye na ushahidi. Ninakutia moyo, tunaye Kristo mwenye mamlaka yasiyoanza baada ya kuzaliwa. Alianza kwa yeye kuwepo. Ninaendelea mbele katika kitabu cha Ufunuo 22:13. Yeye mwenyewe anasema, mimi ni Alfa na Omega. Anasema ni mwanzo na mwisho. Alafu anamalizia anasema wa kwanza na wa mwisho. Yeye ni mwanzo, lakini pia ni wa kwanza na wa mwisho. Kwa hiyo Kristo hafai kuwekwa kwenye kundi la wanadamu, hafai kumfungia kwenye kundi la malaika, hafai kuweka chini ya wanadamu au chini ya wanyama. Anafaa kupanda juu kutoka kwenye level ya wanadamu, anapanda kwenye level ya malaika, anarudi, anaenda katika ukuu wake, na anapata sifa zote zinazofanana na za Baba, kwa sababu hakuna
ambaye katika wanadamu na malaika anakaribiana naye. Yohana 1 fungu la kwanza hadi la pili, Yesu mwenyewe anasema, ninasoma. Maandiko yanasema, hapo mwanzo palikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo huyo aliyekuwa mwanzo alikuwa kwa Mungu, naye alikuwa Mungu. Na Biblia inasema vyote Yohana 1:3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Unaposoma fungu hili unaanza kufikiria nini? Yaani unaposoma sasa umepata kwamba Yesu ni mhusika mkuu na kiini chetu cha uumbaji. Ina maana uzima wetu unatoka kwake. Ndio maana mwisho anayetoa uzima wa milele kuwarudishia wanadamu ni Yesu Kristo pia. Kwa sababu vyote viliumbwa kwa njia yake na vyote vinafanyika kwa njia yake, na dunia itarejeshwa katika ukamilifu wake kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo vyote aliviumba Yesu. Sifa moja kubwa ambayo tunaiona katika makundi haya ya maandiko ni kwamba Yesu ni muumbaji. Kupitia kwake vitu vyote viliumbwa. Na kama Yesu ni muumbaji, ni vyema kutambua kuwa sifa hii ni ya juu ambayo inamstahili Mungu peke yake. Hili linamfanya Yesu kuwa zaidi ya mwalimu anayefundisha kuelezea mambo mbalimbali ya kuhusu dini. Yeye ni Mungu pamoja nasi. Tumesoma hivyo, lakini Yesu anasema mwenyewe. Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Katika Yohana 8 fungu la 58. Na kabla ya kuzaliwa kwa Ibrahimu, Yesu alifanyika mwili, akaja kwetu, akajivua utukufu na uungu wake ili ashuke na kuongea lugha yetu, akaishi maisha yetu, akajinyenyekeza kuliko mtumwa ili apate kuwafikia wanadamu. Lakini kwa kufanya hivyo wanadamu walimdharau. Yesu ana sura mbili, ni muumbaji na ni mkombozi. Kwa hiyo katika Biblia tunaweza tukaona kitu gani? Kitabu cha Mwanzo 2 fungu la kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Aliyeumba mbingu na nchi ni nani? Mungu aliumba. Na kwa sababu Kristo, Mungu yuko ndani ya Kristo, anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake, lakini anaumba vyote kupitia kwa Yesu Kristo. Anatutaka tutambue kwamba mamlaka ya Yesu Kristo haijaanza baada ya mwanadamu kuanguka katika dhambi, au haijaanza kwa Yesu kuzaliwa na Mariamu. Nataka nikusomee Yesu akijifunua kwa Sulemani katika kitabu cha Mithali sura ile ya 8 fungu la 22. Mithali 8:22 inasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na litukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijakuwako dunia. Wakati visipokuwapo vilindi nalizaliwa, wakati visipokuwapo chemchemi zilizojaa maji, kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Alipozithibitisha mbingu nalikuwako. Alipozithibitisha mbingu nalikuwako. Alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku. Anayezungumza hapo ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa Kristo ni muumbaji wetu. Lakini nataka nikupeleke kwenye kipande cha mwisho. Kristo anapoumba mbingu na nchi, anaumba mbingu na nchi kwa siku sita. Kwa hiyo hajaumba tu wanyama, hajaumba tu mimea, hajaumba tu ndege, hajaumba tu mwanadamu, hajaumba tu viumbe vingine. Aliumba mbingu na nchi, na katika uumbaji wake wa siku sita, siku ya saba Yesu Kristo. Sasa nataka niwe wazi kabisa. Siku ya saba Yesu Kristo ndiye aliyepumzika. Maana stadi wa kazi, the foreman. Yaani katika kama ni kwenye kazi kuna yule fundi mkuu, au kama ni timu ya mainjinia kuna foreman pale. Mimi sio mjuzi sana hayo mambo, lakini kuna mtu anaitwa foreman. Yule wa kwanza katika uumbaji,
Bana maandiko yanasema Mungu akaacha kufanya kazi yake yote. Kwa hiyo the first person to rest on the seventh day is Jesus Christ. Yeye aliyekuwa mstari wa mbele wa uumbaji ndiye aliyepumzika. Na ndio maana anapokuja kwa wanadamu anasema yeye ni Bwana wa Sabato. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo Yesu alivifanya kama muumbaji ni ibada. Aliumba ibada, aliweka alama ya kutambulisha. Na kesho tutajifunza zaidi kuhusu habari hiyo. Kwa hiyo the same Jesus. Sasa kuna kitu nataka nirekebishe hapa. Kuna watu wanasema sisi bwana, sisi tunaabudu siku hii kwa sababu Yesu alifufuka siku hii, na sisi tunashika siku ya ufufuo. Let me tell you the reality. Aliyeweka siku ya ibada kuwa siku ya Sabato ndiye aliyeweka siku ya Jumapili kuwa siku ya kufufuka kwake. The God who knows the beginning from the end and the end from the beginning, Jesus Christ. Yeye Yesu ndiye aliyepumzika siku ya Sabato, Yesu na Baba wakiwa pamoja. Alafu huyo Yesu ndiye anayekuja kufufuka siku ya Jumapili. Sasa unataka kuniambia Mungu alipoteza kumbukumbu? Kwa Mungu akusaidie, akutie nguvu. Tunapomtambulisha Yesu Kristo, tunaenda mbali zaidi. Malaika wanamtambua kama mwanzo wa uhai wao. Na ndio maana mwisho wa siku kila goti, Biblia inasema kila goti litapigwa mbele za Yesu Kristo. Na hata tunaposujudu hatupaswi kumwandamaini Yesu. Kuna watu wanasema Yesu ni kiumbe. No. Hawamfahamu, ndio maana wanasema ni kiumbe. Hatupaswi kumshusha Yesu chini. Wakati hata tunapofanya ibada zetu lazima tuweke akilini mwetu ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu na anapaswa kuabudiwa, na malaika wanamwabudu, na viumbe vyote wenye uwezo wa kutambua uungu wake wanamsujudia. Na mwisho wa siku dunia itasujudu mbele zake. Kwa hiyo ninamtambulisha Yesu Kristo. Na Biblia inasema katika Ufunuo 14 fungu la 6 anasema, nikaona malaika anasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa tunasujudu kama sehemu ya ukubali wetu kuwa aliyetuumba anastahili ibada. Na Yesu kama muumbaji wetu anastahili ibada. Na nina imani hili litakusaidia kutambua ya kwamba tunawajibika sasa kumheshimu Yesu Kristo zaidi ya Mwokozi, zaidi ya kuhani na zaidi ya mambo mengine yote. Kwa ufupi ninataka niishie hapo. Lakini ikikupendeza tuendelee kufuatilia kwa pamoja ili tujifunze neno la Mungu kwa wazi zaidi. Bwana akubariki. Share ujumbe huu na kila mtu. Bado ninasema kitabu hiki kinapatikana. Ninakuombea ukatende sawa sawa na mapenzi yake kwa jina la Yesu. Amen. Baba wa mbinguni, ninamweka mtumishi wako mikononi mwako, nikiamini neno hili litapanda mbegu nyingine ya kung'oa magugu yaliyopandwa na kila aina ya mwalimu wa uongo. Na Yesu Kristo atasimama kama Bwana na muumbaji, na atatambulika kama mkuu katikati ya wote, na si nabii wala mtume wala sio kiumbe, ni muumbaji. Sisi tunatoka mikononi mwake na tutarudi mikononi mwake. Kwa jina la Yesu, amen.